ndio njia tatu kuu za namna ya kupanga malengo yako ili yatimie kwa mwaka 2026. Sasa tunatakiwa tutoke kwenye maisha ya bahati, tutoke kuishi maisha ya bahati, tuweze kuishi maisha yenye malengo, maisha ambayo yana ramani. Yaani kadiri unapokuwa una ramani halisi ya maisha yako kule unapoelekea, ndivyo jinsi ambavyo utafika kwa urahisi zaidi. Kwa sababu kuishi bila malengo, kuishi bila mipango ni sana kwamba hauna ramani yoyote ya maisha yako. Yaani sana kwamba wewe maisha ndio yanayokuamulia wewe, ila sio wewe unaamua kuhusu maisha. Sasa ukishakuwa ni mtu ambaye maisha ndio yanayokuamulia wewe, dunia ndio inaamua kuhusu wewe, sio wewe unayeamulia maisha au unayeamua kuhusu dunia, tayari hapo unakuwa umeshafanya mislocation, unakuwa hueleweki unapoelekea. Yaani tayari unakushapotea tokea muda mrefu. Sasa lazima tuwe kwanza kuishi maisha ya bahati, tuanze kuishi maisha yenye dira, maisha ambayo yana mwelekeo unaoeleweka. Na utajuaje kwamba hapa naishi maisha ya mwelekeo unaoeleweka? Sasa hivi nikikuuliza miaka 10 kutoka sasa hivi, utakuwa uko wapi na unafanya nini? Ile ni swali ambalo unatakiwa unijibu clear kabisa. Na ukiona unakosa majibu clear hili swali, bado unakuwa hauna dira nzuri ya maisha yako. Nikikuuliza miaka 5 kutoka sasa hivi au miaka 3 kutoka sasa hivi, utakuwa uko wapi, unajishughulisha na kitu gani? Unatakiwa uwe clear kunijibu. Nikikuuliza miaka 5 kutoka sasa utakuwa unamiliki fedha kwa kiasi gani, au utakuwa kuna mali gani unazomiliki, unatakiwa unijibu hilo swali, ulijibu straight bila kuchenga chenga. Hasa ukiona maswali kama hayo unakuwa unashindwa kuyajibu vizuri, bado unakuwa dira yako ya maisha bado hujaelewa vizuri. Nikikuuliza ni nini unakuja kutafuta hapa duniani? Ni nini unatafuta duniani? Unataka kufikia wapi? Unataka jamii ikuelezee kama nani? Unataka kufanya nini katika jamii yako? Unataka watu wanakuzungumziaje? Haya ni maswali ambayo unabidi ujue, unajiuliza binafsi na unakuwa na uwezo wa kuyajibu vizuri kabisa. Na unapoweza kujibu maswali ndio pale tunaposema huyu ana dira ya maisha, huyu ana ramani nzuri ya maisha. Sasa kama nilivyosema awali, kadiri unapokuwa na ramani iliyo clear zaidi, kadiri unapokuwa na ramani nzuri kabisa ya maisha yako, ndivyo jinsi unapoongeza uhakika wa kufanikiwa, uhakika wa unapokwenda. Lakini ukiwa unaishi maisha ya bahati, yaani ni leo nakuuliza miaka 5 kutoka sasa utakuwa wapi, kufanya nini, unaniambia haitategemea. Nitakachokuwa nafanya ni hicho, maana hapo tayari unakuwa hueleweki. Yaani maana maisha yako hapa yanakuwa hayana dira maalum. Sasa hapo tayari unakuwa unajichelewesha pia kufika, kwa sababu kutokujua ramani kutakusababisha pia unachelewa kufika kwa unapoelekea. Sasa leo nataka tujifunze njia 3 nzuri zaidi za kupanga malengo yako. Njia 3 nzuri zaidi au vitu vitatu kabisa vya kuzingatia, vitu vitatu muhimu vya kuzingatia pale unapokuwa unapanga malengo yako ili malengo yako yaweze kutimia kwa mwaka 2026. Jambo la kwanza, unapopanga malengo yako, hakikisha lengo linakuwa mahususi. Yanaposema lengo mahususi, manake lengo linakuwa liko clear, linaeleweka. Kama unasema ninataka kuanzisha mgahawa utakaokuwa unalisha watu 10 kwa siku na unaniingizia shilingi kiasi fulani baada ya mwezi au kwa wiki au kwa siku, hapo unasema hilo lengo liko clear. Kuliko unaweka lengo la jumla, labda unasema mwaka huu nataka ninunue simu. Maana kile lengo liko kwa ujumla. Na tukio lengo lako lile mahususi, utanunua simu kwa fedha vipi, mipango yako unaipanga, kila kitu kinaeleweka pale, maana tunajua hili lengo liko mahususi. Sasa unapopanga malengo yako, kitu cha kwanza kuzingatia, lazima lengo liwe mahususi. Lazima lengo liwe clear, na kadiri lengo lako linavyozidi kuwa mahususi au linavyozidi kuwa la wazi zaidi, ndivyo jinsi ambavyo asilimia za kutimiza hilo lengo lako zinaongezeka pia. Hicho kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili, unapokuwa unaweka malengo yako, hakikisha lengo linakuwa lina muda maalum. Kwamba ile lengo langu mpaka kifika tarehe fulani, mwezi fulani, nataka liwe limeshakamilika. Maana yake linakuwa lina muda. Lengo lazima liwe na muda. Uweze kukaa lengo tu ambalo linatimia lini, linaenda mpaka lini? Hapana, lengo lazima liwe na muda maalum, specific time. Kwamba ile lengo nataka mpaka tarehe fulani, muda fulani, ndio nimeshalitimiza. Na ile inakuwa inakupa hamasa ya kutaka kulitimiza. Umeona? Lakini kitu cha tatu cha kuzingatia zaidi unapoweka lengo lako, hakikisha lengo lile linaendana na, yaani usiweke lengo ambalo liko mbali sana na maono yako. Lengo lako lile linaendana na maono yako, mipango yako ya maisha, malengo yako ya maisha. Lazima lengo lile linaendana. Labda kwa mfano mipango yako ya maisha, wewe unataka kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini lengo lile uliweka unasema nataka mwaka huu ikifikia mwezi wa 8 niwe nimeshagundua dawa za asili za kutibu ugonjwa wa kisukari. Sasa umeona hilo lengo haliendani na maono ulionayo. Sasa lengo liweze kutimia pia zaidi, lazima lengo lako lile liendane na maono ulionayo au na malengo ulionayo katika maisha yako. Kwa hiyo hizo ndio njia 3 nzuri zaidi za kuwa unapanga malengo yako ambayo yanakuwa yanatimia, malengo ambayo yanakuwa yanatimia.